Haleluya. Leo kuna ushuhuda ambao ni mkubwa sana Mungu amefanya kanisani. Kuna mama mmoja alikuwa ana ugonjwa wa figo pamoja na ini kujaa maji. Sasa sijajua, labda aelezee mwenyewe ni kitu gani kimetokea. Mama, mama, unaitwa nani? Sauti. Mimi kwa majina naitwa Esther Kweka. Nimesumbuliwa na tatizo la moyo na figo kwa muda mrefu. Nimehangaika huku na kule, sijapata mafanikio. Nimefika hapa Arusha, nimechukua vipimo, nimeonekana kwamba figo hazifai tena, zimefeli. Umefika hapa Arusha, ulikuwa wapi wakati huo? Nilikuwa Moshi. Kwa hiyo kule Moshi ndio ulikuwa unasumbuliwa sana na figo? Nilikuwa nasumbuliwa sana na figo, nilishahangaika sehemu mbalimbali, Dar es Salaam, Moshi, Tanga. Umehangaika yani bila mafanikio. Nimekuja hapa Arusha mwaka huu mwezi wa kwanza. Nimeenda hospitali, vipimo vimeonyesha kwamba figo zimefeli. Vipimo vimeonyesha figo zimefeli. Figo zimefeli kabisa. Baada ya hapo, niliagiziwa kuna kanisa la Betheli liko hapa. Nilifika hapa, nimepata maombi hapa. Kwa kweli kwa sasa hivi figo zangu ni nzima, moyo ni mzima, niko mzima kabisa, sina shida tena. Kwa hiyo wewe Arusha ulikuja kwa lengo gani? Nilikuja kwa lengo la matibabu. Na lengo la matibabu hospitalini au wapi? Hospitalini. Baada ya hapo nikiwa nahangaika nikapata mwana kanisa mmoja ambaye ni katibu wa kanisa hili. Hapa Betheli. Mungu alimponya saa ile ile. Sasa wewe unasubiri nini? Eti mama, ulipoteza pesa nyingi sana huko hospitalini. Nyingi sana. Je, ulipokuja kwenye hii madhabahu hapa, ulitozwa gharama ya shilingi ngapi? Sijatozwa hata 100. Hujatozwa hata 100. Kwa hiyo umepona bure kabisa. Bure kabisa. Bure kabisa. Hapa Yesu anaponya bure. Haleluya. Amen. Hiyo Yesu anaponya bure. Usikae nyumbani ukiwa na shida, ukiwa na matatizo, ukiwa na taabu. Kimbilia kwenye madhabahu ya Betheli. Na nataka nikuambie madhabahu ya Betheli iko wapi? Madhabahu ya Betheli inapatikana hapa Sinoni. Unafika pale Sinoni, pale mwisho wa njia mbili zile. Sinoni hapo, shule ya sekondari ya Sinoni. Ukifika tu pale, unashuka na huu ukuta wa sekondari ya Sinoni. Hapo utakuta kibao kimeandikwa Living Gospel Betheli. Hapo ndo panapatikana uzima peke yake. Haleluya. Hapo ndo panapatikana uzima. Na ukishafika kwenye hicho kibao au ukifika hapo sekondari ya Sinoni, unaweza tu ukapiga namba hii ya simu 07 40 49 46 02, au nyingine unaweza ukapiga 07 24 49 46 09. Kwa hiyo ukipiga namba hiyo unafikishwa madhabahuni kabisa. Acha kuteseka. Yesu yupo kwa ajili yako. Anaponya, anaokoa. Hebu niambie ushuhuda gani huo? Mimi na ushuhuda mwingine hivi. Sisi katika uzao wetu, kila mzaliwa wa kwanza lazima afe. Lazima afe. Na anakufa kwa kujinyonga au kwa kula sumu. Mimi katika kuishi katika madhabahu hii, mwezi huu tarehe hiyo ya juzi siku ya Idi. Ile siku ya Idi. Siku ya Idi. Nilikuwa vizuri kwenye maombi yangu. Baadaye nikasikia sauti inaniambia katukue dawa leo ufe. Nikaenda. Sauti inasemaje? Kachukue dawa leo ufe. Nikaenda pharmacy nikachukua vidonge 30. Nikaenda pharmacy nyingine nikachukua vidonge 20. Nikajumlisha vikawa 50. Baada ya kula kabisa nilichukua soda nikaenda kuificha kitandani. Ukaenda kuficha ile soda kitandani?
Basi nilipoingia kitandani nikaanza kufumua vile vidonge kimoja kimoja hadi nikakisha nimemeza vyote 50. Ukameza vyote 50? Vyote 50. Hapo hapo nikafanya toba nikalala. Ukafanya toba ukalala? Nikalala. Asubuhi sikutegemea kuamka, nikaamka mzima. Matokeo yake nikaanza kutapika zile dawa. Yaani unameza vidonge 50 kwa lengo la kufa, lakini asubuhi unaamka ukiwa mzima. Ukaanza kutapika zile dawa. Nikaanza kutapika zile dawa. Jamani, mpigieni Bwana Yesu makofi. Hili neno naliishi kwako. Ukiwa kwenye madhabahu ya Living Gospel hapa Bethel, hautakufa. Na kama mtu anapona figo, watu wamezunguka hospitalini, hakuna matibabu, yani hakuna dawa. Ini unakuja kwenye madhabahu unapona. Sasa mama, unawashaurije watu ambao ni wagonjwa kwa sasa, ambao unakuta wamezunguka hospitalini muda mrefu hawajapata dawa? Nawashauri waanze kuuliza madhabahu ya Bethel iko wapi. Waweze kupata uponyaji kama mimi nilivyopokea. Amen. Waanze kupata uponyaji kama ulivyopokea. Amen. Unaona, kuna watu wako hospitalini, kuna watu wako hospitalini wao, sikiliza. Kuna ndugu yako yuko hospitalini, kuna mzazi wako yuko hospitalini, au wengine wamekosa pesa za kuwapeleka. Mmeshazunguka kote. Kuna yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Amemaliza pesa zake kwa matabibu wengi, lakini hakupona. Lakini alipoenda kushika lile pindo la Yesu, yule mama alipokea uzima. Sasa inawezekana na wewe pia umepoteza pesa nyingi hospitalini, lakini haujapona. Nataka nikwambie, ukija kwenye madhabahu ya Bethel, ndio mwisho matatizo yako. Ndio mwisho matatizo yako. Nakwambia ukweli, ndio mwisho matatizo yako.